Nina imani ya kwamba yaliyo ya ulimwengu yatapita, kwa sababu wakati mwingi, wakati ninajiulizaga kuhusu utajiri wa dunia, najiuliza kuhusu maisha yenye tunaishi, ninaonaga yote siku moja itapita. Lakini ile neno, ile vile umeweka neno ndani yako, ndio itakuongoza kufika katika ufalme wa mbinguni. Praise the name of the living God. Kwa hivyo niko na furaha siku ya leo. Ninamshukuru Mungu sababu ya mapenzi yake, ametupenda akatufanya tuone siku ya leo. Ninajua si kawaida. Kuna wengi tunalala, unakuta wengine hawakuamka. Kuna wengi tunatoka manyumbani tukienda safari, unakuta wengine hawakufika. Kwa hivyo mimi ninajua ni neema yake, ninajua ni wema, na ndiposa niko na kila sababu ya kumshukuru na kushuhudia makuu yake. Praise the name of the living God. Ninashukuru Mungu sababu kuna mahali nilikuwa na nimekuja asubuhi ya leo. Wakati nilikuwa naimba hapa, wakati hatukuwa wengi, hatukuwa tumefika wengi, nilikuwa nafurahi tu, nacheka peke yangu. Nikasema na wokovu ni mzuri. Na si wokovu peke yake, kukombolewa ni kuzuri. Kwa sababu kama ni wakati nilikuwa nimeokoka, ningeona nimechoka. Mahali tulikuwa mkutano na tumekaa ni kama tumekesha tu. Kwa hivyo ningeangalia nione sijalala. Ndiye huyo mimi nimefika asubuhi. Mimi sitaweza kusimama sababu ya kupenda mwili. Lakini ninashukuru Mungu na ndiposa nilikuwa ninafurahi. Sababu hata nikiangalia vile tulikuwa wengi tumejaza viti, nilikuwa nafurahia Mungu, ninamwambia ika imeweka amani gani. Sababu umebadilisha moyo wangu, sijakuwa na ule moyo wa kukua heartbroken. Wakati ninaona ni kama ninavunjwa moyo mahali, wakati huo ndio Mungu ananipeaga nguvu. Wakati huo ndio ninakuwa encouraged by the Spirit of God. Kwa sababu anasema ya kwamba sio kwa nguvu, sio kwa uweza, bali ni kwa Roho wake. Kwa hivyo Roho wake anakuja, anani-encourage, ananitia moyo, ananipea nguvu zaidi. Praise the name of the living God. Kuna watu hawayuko na mmoja ndiye ninajua mahali yako, sababu tulikuwa na yeye nyumbani na akabaki nyumbani. Atakuja either today or tomorrow. So huyo ninajua. Kuna mwingine na yeye amebarikiwa, ndio maana hatuyuko pamoja na hata wengine ambao hawayuko, ninajua Bwana atawalinda na atakuwa pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo kuna neno nilikuwa nataka tuweze kugawana sababu ya muda. Kuna kitu huwa ninaishi kusema, na wakati ninasema huwa ninasema wakati wa maombi ama wakati wa ushuhuda. Na hii kitu ama hili jambo ikafika mahali nikaweza kuona nitaweza kusaidia watu wa Mungu aje ndivyo waweze kuelewa hili jambo ninalisemaga kila mara. Nayo ni hii jambo moja ambayo ni how can you silence the word spoken against you. Kuna maneno ilinenwa kinyume nawe. Either ni shosho ya mtaa wa mahali ulizaliwa ama wa kijiji mahali ulizaliwa. Either ni wakati ulizaliwa, wale walikuja kukuona, wale walikushika hivi kabla mamako aendee chai wakanena. Praise the name of the living God. Either ni wale uliowabariki kwa moyo safi, ukidhani wao ni marafiki, nao wakanena maneno wakati ulipoenda. Praise the name of the living God. Sasa tunataka kujiuliza, how can you silence? Unaweza ukanyamazisha aje hayo maneno ambayo yamenenwa kinyume na wewe, ambayo yameishi kukufunga? Maneno inaweza ikanenwa na mzazi bila kujua ya kwamba haya maneno yatakita mizizi katika maisha yako na yanaweza yakakuangamiza. Inaweza kuwa imenenwa na mwajiri wako, inaweza kunenwa na yule rafiki, even those we have the soul ties, when tulikuwa marafiki nao na tukaachana. Kuna maneno wanaweza wakanena na yakawa ni maneno ambayo yanaleta machungu ama inaleta the effect in our life. Kwa hivyo tunaweza tukanyamazisha haya maneno aje yaliyonenwa, which are the strongest principles which can make you succeed, and silence them. Praise the name of the living God. There is those strongest principles nitaweza kusema ni kama nini.
ni kama misingi ambayo inaweza ikakufanya kufaulu kunyamazisha haya maneno yaliyonenwa kinyume nao. Nayo nikaona ya kwanza ni kuwa mtakatifu, righteousness. Ya pili ni kuwa mtu wa kunyamaza, silence. Na ya tatu ni trusting God rather than retaliating. Praise the name of the living God. Ya kwanza ni righteousness, utakatifu. Ya pili ni kuwa mtu wa kunyamaza, sio kuwa mtu wa kujiulizia, kujipigania. Na ya tatu ni trusting in God rather than retaliating. Unamwamini Mungu. Praise the name of the living God. Na wakati nilikuwa naangalia hayo maneno nikaona ya kwamba Mungu huwa anaangalia utakatifu kwa kila njia zote. Sababu anasema wakati utakaposimama ukiwa mtakatifu na umwamini, hakuna siku atakubali uaibike. Kwa hivyo maneno ambayo ilinenwa na maadui zako, wakasema wacha tutamuona vile atakuwa, wakasema hivi na hivi, hayo maneno walioweza kunena, Mungu hataweza kukubali kama utakaa mtakatifu, kama utaweza kusimama kwa njia za haki, kama wakati mwingi utakuwa mtu wa kunyamaza, bali sio mtu wa kuongea. Praise the name of the living God. When you live a holy life or become righteous, you will be able to command and condemn the world against you and silence them. Wakati utakapoishi maisha ya utakatifu, utaweza kukemea maneno na kuyanyamazisha maneno ambayo yameonenwa juu yako. Praise the name of the living God. Wacha tuangalie katika Isaiah 54 verse 17 ndivyo tuweze kuona vile tutakavyofanya kwa yale maneno yatakayonenwa kinyume nasi. Isaiah 54 verse 17 inasema ya kwamba no weapon that is formed against you shall prosper, and every tongue that shall rise against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servant of the Lord, and their righteousness is of me, says the Lord. Isaiah 54 verse 17 irauga gutire indo cia bara igathondekwo cia gukuhura igahota gukuhura we nawe ni urikiagia mundu o wothe, those who speak against your life, those who speak against your children, those who speak against your marriage, ni urikiagia mundu uria wothe uria uriguthitangaga nini ndigitagira ndungata ciakwa na no nie ndiciheaga ũhotani, nini mwathani ndoiga. Amen. Ninajua ya kwamba kuna maneno tutaweza kunyamazisha. Wakati tutakaposimama katika utakatifu, kuna vita zingine sio sisi tutaweza kwenda kujipigania. Sababu tumeambiwa you have to trust in God rather than retaliating. Kuna vita ambazo hatutaenda kujipigania. Itafika mahali tumwamini tu Mungu. Tumwambie ni kweli amesema, watoto wangu hawataweza kusoma, watoto wangu hawataweza kufaulu. Bwana Yesu asifiwe. Nikasikia nikishangazwa na mama mmoja ambaye mtoto wake alikuwa anamsumbua. Akaniambia ya kwamba yale maneno mtoto wangu alinenewa na mwalimu, hata alikuwa ananiambia ati sina mtoto hapo. Kwa sababu alikuwa anamwambia na lugha yetu, akamwambia how dole na mwana. Praise the name of the living God. Nikamwambia kwa nini ulinyamazia hayo maneno? Kwa nini hungegeuza hiyo maneno? Kwa sababu hujui katika ulimwengu wa kiroho ni nini inaweza ikaandikika katika ulimwengu wa kiroho. Mtoto anaweza potea na apotee kabisa. Mtoto anaweza toka katika njia ama masomo na ikuwe huyo mtoto hata jisaidia, sababu amesema hapo hauna mtoto. Praise the name of the living God. So we silence. The silence can make your accusers to be ashamed. Ukinyamaza unaweza aibisha wale wanaokishtaki. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukawaibisha sababu watakuja na maneno mingi wakisema wacha tutaona, kama vile niliwaambia siku moja. Mama mmoja akaambia mamangu ya kwamba na si wasichana wako watarudisha, wataleta. Lakini akanyamaza tu. Akamwambia na wakileta tu si nitapokea tu. Praise the name of the living God. Na wakati hawakuleta, wake ndio wakaleta. Hakuna ambaye hakuleta mtoto kwa hiyo boma.
Bwana Yesu asifiwe. So hutasema ati you have not to retaliate. Hutasema na wako watapata, wewe nyamaza. Mungu anajua vile hizo vita ataweza kupigana. Wacha kupigana na mtu, wacha kuzozana. Mwachilie tu Mungu. Maneno haya unanyamaza tu, unaambia Mungu, si Mungu unajua njia zangu. Si Mungu unanijua tu na unanielewa vizuri. Praise the name of the living God. Tunaambiwa ya kwamba hao maadui ndio wataaibika wakati utanyamaza. Mungu atawaaibisha. He will react. When you keep quiet and call or wait upon him, he will shame your enemies. Wacha tuone katika 1 Peter 3:15-16 inasema ya kwamba tugagiriai Kristo ngoro-inĩ cianyu na mũmũtĩĩage ta Mwathani. Koragwoi mwĩharĩirie hingo ciothe gũcokeria mũndũ ũrĩa ũngĩmũũria ũhoro wa kĩĩrĩgĩrĩro kĩrĩa mũrĩ nakĩo thĩinĩ wanyu, na mwĩkage ũguo na ũhoreri na gĩtĩĩo. Ikaragai mwĩna thamiri itarĩ na ũcuuke, nĩgetha rĩrĩa mwarumwo nĩ andũ arĩa marĩ mũcambagia nĩ tondũ mũrĩ arũmĩrĩri a Kristo magaconoragwo nĩ mĩario yao. Praise the name of the living God. Kwa hivyo ni tukae tukiwa watu ambao wako na unyenyekevu. Tukae tukiwa watu ambao dhamiri zao hazina ile the doubt, tashwishwi. Kwa sababu ni wakati wa kulaani, wa kutusiwa, wa kuratiliwa maneno ya laana. Na wakati utanyamaza tu ugojee Mungu, wale watakao kuwa wanakuaccuse kwa sababu wewe ni mfuasi wa Kristo, hao wataaibishwa kwa sababu ya maneno yao. Kuna wale wanatutakiaga maovu, vile tu sisi hatuwatakii maovu, lakini wakati wananena hayo maovu juu ya maisha yetu, unakuta yale maovu walinena ya kwanza imeingia katika familia yao, kwanza wanaoja ndivyo waweze kusikia. Praise the name of the living God. Tunaambiwa ya kwamba when you do good and trust the Lord, every ignorant talk of foolishness spoken against you, you can stop them in the name of Jesus because of your behavior. Praise the name of the living God. Watu wakiongea mambo ambao hawakuelewi vizuri lakini wakanakunena, wanasema ndaiguire ati mutumia ucio kahona. Hata kwanza hajachunguza, ni kusikia alisikia ati huyo mama anafanyaga hivi, huyo mama anakuaga hivi, lakini hakuchunguza. Inaonekana ya kwamba wakati utafanya mazuri na tabia zako zionyeshane, sio ati kwa sababu walisema unafanya hivyo uanze kujipigania. Wewe kama tabia zako ni nzuri, endelea na tabia zako nzuri, your behaviors. Usibadilishe tabia zako nzuri kwa sababu umewekelewa maneno, umezingiziwa maneno. Wewe endelea na tabia ya neno, endelea na tabia ya sheria za Mungu, na utaweza kuona vile Mungu ataibisha maadui zako, kwa sababu behavior zako ama tabia zako utazielekeza katika yale maneno Yesu alisema, na katika neno la Bwana Yesu useme ya kwamba katika jina la Yesu mimi sitang'atuka, nitaendelea na haya maisha, nitaendelea na huu wokovu, hata kama wataniona niko mpumbavu, hata kama wataniona kwa hii. Praise the name of the living God. Wacha tuangalie katika 1 Peter 2:15 tuone. 1 Peter 2:15 inasema ya kwamba 1 Peter 2:15 tondu wa riri Ngai endaga na undu wa ciiko cianyu njega andu aria ahugutiki matigane na miario yao ya urimu. Praise the name of the living God. For so is the will of God, that with well doing you may put to silence the ignorance of the foolish. Kwa hivyo ni andu aria ahugutiki Ngai endaga matigane na miario yao ya urimu, kwa sababu mtu anakutana tu maneno ya mama fulani inanenwa mahali, lakini kwa sababu ya mhohoteko unakuta na yeye anashika hayo maneno na anaendelea kuieneza na hajaweza kujua kama hayo maneno ni ya ukweli. Yule mtu anabaki akiaibika, yule
yaliyo kinyume sababu ya ignorance, kwa kutojua. Anamnenea tu sababu alisikia, lakini anamtamkia mengine mabaya. Anasema kwa sababu ninasikia watoto wa fulani ndio wanafanya hivi, si wapatane na hii. Praise the name of the living God. Gainyane na tutigane na detoisho na mialio ya adware mahohote kala mialio ya ulimo. Praise the name of the living God. Iratwiraho kianda ikaragai tando matari ukombo-ini na mutikahũthĩre wĩyathi wanyu kũhumbĩra mahĩtia. Ĩndĩ ikaragai ta ngombo cia Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hutakaa vile wanadamu wanataka, wewe kaa vile Mungu anataka, na usitumie hiyo freedom ambayo Mungu amekupea, sababu amesema kwa wale wote wamefungwa wamefunguliwa kwa jina la Yesu. Kwa wale wote walio wagonjwa wamepona. Kwa hivyo katika hiyo hali hata wengine wanaweza wakakuwekelea maneno, waseme na yule, kama vile nilimwambia kuna mzee alipelekea mama mwingine, shida nikitaja tena, akampelekea 50 bob. Akamwambia mama fulani, hii 50 bob sababu tunaweza kosa kuonana tena, tutaonana mbinguni. Sababu alikuwa ameona yule mama amegojeka kabisa. Lakini kwa hayo maneno yule mama akanyamaza. Huyo mzee ndiye akaenda wa kwanza. Ndivyo tumeambiwa, we have not to retaliate with them. We have to trust God. Unamwambia Mungu sitaisha. Mungu praise the name of the living God. Sitazabaratika vile wanasema. Watoto wangu hawatazabaratika vile wamesema. Maisha yangu haitarudi nyuma vile wananitakia, katika jina la Yesu Kristo. Kuna ile njia ambayo tunaweza, we can handle those accusation, methods of handling accusation. Kuna ile njia, wakati umenenewa yale maneno, wakati umewekewa those word ya kukuprovoke, ile maneno ya kukukoroga tu, ya kukukasirisha, wakati umewekewa maneno yaliyo kinyume na vile maono yako iko, kuna zile njia unaweza ukapitia ama ukafanya ndivyo uweze kushinda. Na moja ni ya kwamba you respond with gentle word. Urudishe kwa maneno ya upole. Praise the name of the living God. Isikuwe ati kwa sababu mtu amekwambia hivi na wewe hapana. Kama vile tu yule mama alisema ni hivyo wataleta watoto wakileta watoto ni baraka kuliko wale wanaua watoto. Na wakati yule mama alimwambia hivi kwa sababu ati hawa wasichana wako hawajaokoka, wako bado kanisa la hiyo ya Catholic, wataleta watoto makule hema huko. Lakini wakati yule mama alirudisha tu kwa upole tu, wale wasichana sababu ni watatu wa huko na wao wakaleta. Praise the name of the living God. Wacha tuangalie katika Proverbs 15 verse 1. Proverbs 15 verse 1 inasema ya kwamba icokia rĩega nĩrĩhoreragia marakara, ĩndĩ rũcino njino rũtũmaga marakara makane. Kwa hivyo wakati yule amekunenea sababu alikuwa anakunenea kinyume, na wewe urudishe, tutigukiona we inachipua inakoroga mahasira. Na kwa haya mahasira unakuta hata maneno imekuwa mingi na Mungu anaondoka anakosa kukulipishia. Ya pili, remain silent or practice restraint. Wakati umesikia mtu amekunenea mambo ambayo si mazuri, amenenea watoto wako, amesema huyu mtoto wa fulani wakianza kutembea na fulani atakuwa hivi, ama huyu mtoto ndiye hata ameonyesha mtoto wangu, na kwa sababu hakuna mahali mtoto wako alienda training ya kukua mkatili ndivyo aonyeshe huyu, na shetani anaweza akapita aingia kwa huyo mtoto. Na ndio maandiko inasema tusikafurahi wakati maadui zetu wako katika hali ama wako katika shida, kwa sababu Mungu anaweza akaondoa hiyo shida, akaondoa hiyo vita. Praise the name of the living God. So sometimes you have to remain silent wakati umesikia maneno mabaya yamenenwa juu yako, hata kama ni mzazi, hata kama ni nani amekunenea, hata kama ni mwajiri wako akikunenea maneno mabaya, you have to remain silent because you know you are God and you know the battle is not yours. Mungu ndiye atakupigania. Wacha tuangalie katika Proverbs 17 verse 28, ndivyo tuone vile tunafaa. Proverbs 17 verse 28 inasema ya kwamba tondũ rĩrĩ
kirimuri kingikira no kiono gikioge na kingitumia no kiono tagigitauku. Praise the name of the living God. Hata kama ameona huyo atakuwa akikuja anakuambia tu maneno mabaya, amekuchukua tu kama mjinga, wakati utanyamaza tu itaonekana na ni kweli huyu mama ni mwelevu, huyu mama ako na hekima. Praise the name of the living God. Wacha tuone Job 13 verse 5, nayo tuone vile inasema. Ayubu 13 verse 5 iratuira atiriri, na riri korwo mwakira no muoneke ta muriogi. Praise the name of the living God. Kwa hivyo hata yule anajaribu kukuwekea maneno ndivyo uweze kuinuka, ndivyo shetani apate mlango, sababu shetani anapataka mlango katika maisha yetu wakati tumekasirika. So kama kuna kitu alikuwa anataka kupanda ndani yako, ama kuna kitu alikuwa mchawi anataka kuweka kwa familia yako, magonjwa alikuwa anataka kuleta, huwa ananena maneno. Na wakati mwingi kuna mtu alikuwa anasema mchawi akikuroga ni lazima akwambie. Kwa hivyo ni lazima atakuja kwanza akwambie. Akisikia umekubali yale maneno, hiyo anajua hiyo ni tika, anaenda kufanya mambo zake. Kwa hivyo ukisikia maneno yote kinyume, there is a time you have to keep quiet, and there is a time you have to trust God na usimrudishie. Praise the name of the living God. Method ingine, bless those who curse you. Uwabariki tu. Wale wanaokulaani, wakinena maneno mabaya, waambie tu Mungu akubariki. Kwa sababu kuna kitu moja mimi huwa ninaangalia. Huyu Yesu vile alifanyiwa na Yudasi, na alikuja tu akamhagi, na alikuwa anajua kabisa huyu ni, na akaenda tu msalabani akasema msamehe kwa sababu hajui kile anafanya. Praise the name of the living God. Unabariki tu. Hata wanaokulaani ukiwasikia tu unawabariki. Sababu wakati unatendea yule muovu mema, unamwekelea kara moto. Praise the name of the living God. Wacha tuangalie katika Luke 6 verse 27 to 28 inasema ya kwamba ngumwira atiri inyue aria muranjigua endagai indo cianyu na mwikage wega aria mamuthuire, rathimagai aria maramuruma na muhoyagire aria maramwika ũũru. Praise the name of the living God. We have to pray for them. Kama Yesu alisema tu msamehe, hajui kile anafanya. Ni sisi wenyewe, sisi tuwasamehe tu, sisi tuwabariki tu, ndivyo Mungu aweze kutufanyia mema, ndivyo Mungu aweze kunyamazisha yale maneno walinena kinyume nasi. Wacha tuangalia katika Romans 12 verse 14. Inasema ya kwamba rathimaga aria mamwikaga ũũru, mahoyagire ikirathimo no ti kĩrumi. Na ndiposa nikasema hata wakati tuko hapa, mtu akikufanyia mabaya, ujue ukimlaani, kitu ya kwanza hiyo matunda inakujaga kwako, unaoja. Yule mpishi anapika, ndiye anaangalia chumvi kitu ya kwanza. Akipika chai anaangalia sukari. Kwa hivyo kama unaangalia sukari na unaangalia chumvi na unaangalia kama zimeiva kana waruyo ne motoku, umenye uguororaga kugo kirumi kiria niwe wambaga gutestiwe wa mbere. So you have to bless them. Kia hinya ukiendaga na utekwenda, ni uri marathimaga na nigetha ciugo iria maritie kinyume nawe Ngai ahote gucikiria. No ungikaraga kamaruma ugatengera ta Balamu, urikinyaga handu nginya Ngai agakwira aca uria ndathimite ndangirumika, na niguo humite, na niguo turitie ndu ukaigua nginya ni igucunuka. No marathime, achilia maneno tu ya kuwabariki. Praise the name of the living God. Hiyo ingine, entrust your defense to God. Rekaga Ngai, rekagiriria Ngai akugitire ariwe, rekagiriria Ngai akuruirire. Ugitiri wa Ngai tu ukarekagiriria tu, ati barati yakwa ni ndanekera mumirui. Praise the name of the living God. Wale rio koroni ciana ciaku cikero itikahe tukakigeranio, ukera mwathani ni barati yakwa ciana ici niwe waheire, ukamurekereria tu, ukamwira niona ndiri ndu ingihota kumongerera maxi kana kumaruta rutira, no we Ngai no uhote, niwe nda trust, niwe ndehoka. 1 Peter 2:23. 1 Peter, acha tuone 1 Peter 2
verse 23 inasema ya kwamba hĩndĩ ĩrĩa arumirwo nderumĩire, rĩrĩa nyariragwo ndamehĩtĩire, no aigire kĩĩrĩgĩrĩro gĩake harĩ Ngai o ũrĩa ũtuaga ciira na kĩhoto. Praise the name of the living God. Tutaachilia tu Mungu ambaye huwa anahukumu kwa haki, anafanya judgment yake kwa haki. Kwa hivyo hatutakuwa wa kujipigania, wa kujiulizia, hapana. Wacha tuone ile maombi tunafaa tukaomba ya deliverance from those spoken words. Katika Psalms 141 nataka tu kukimbia. Katika Psalms 141 verse 3. Deliverance come from you, wewe mwenyewe, sio mtu mwingine. Ndivyo uweze tu kufunguliwa, niwaambie tu Mungu, Mwathani, menyagirira kanua gakwa, norangagire iromo ciakwa. Praise the name of the living God. Teithagia ngoro yakwa ndikeriragĩrie ũũru, na ndikagwatanagĩre na andũ arĩa oru ũũru-inĩ wao, ndukanareke ndĩanĩre nao maruga mao. Praise the name of the living God. You will be delivered. You pray to, na unaambia Mungu, ndukareke tondũ maruga macio nĩ ma njino, maruga macio nĩ ma inyũrũri, maruga macio nĩ ma inyararano, atĩ metanaga na irathi, na rĩrĩa wetwo hĩndĩ ĩyo ũraruga ũkanyũrũri ũgaikio kiugo. Mwathani ndukareke thiĩ nduganĩre kana ndĩanĩre nao maruga-inĩ mao. You shall be delivered. Mwathani menyerera rũrĩmĩ rwakwa rũtigakorwo rwa kũrugaga rĩrĩa ndarumwo, tondũ nĩ mwarĩhana, nĩ mwa balance. No rĩrĩa warumwo rathimaga. Wacha tuona katika Lamentation 3:59. Lamentation ikoragwo Mashakaya. Thank you. 3 verse 59 to 60. Irauga atĩrĩrĩ, nĩ ũronire maũru marĩa njĩkĩtwo Mwathani, ũragĩtua ciira wakwa na kĩhoto. Nĩ ũronire wĩrĩhĩria wao wothe, ona mĩbango yothe mĩũru ĩrĩa marabangĩire. Praise the name of the living God. Mwathani nĩ ũraiguire irumi ciao, ona mĩbango yao yothe mĩũru ĩrĩa marabangĩire. Kwa nini usiambie Mungu, Ngai ndĩrenda wĩigue? Mwathani nĩ ũraiguire, Mwathani nĩ ũronire mĩbango ĩrĩa marabangĩire, nĩ ũronire ũrĩa metereire ciana ciakwa igwe kĩgeranio, ciana ciakwa cinukie hii, ciana cia unapatia tu Mungu. Usiende kujipigania kuambia atĩ ndĩraiguire inyuĩ mũraugire ciana ciakwa icio irigagia, atĩ ndĩraiguire mũraugire gwakwa nĩkuo gũtahikagwo, atĩ hivyo. Hapana, wewe mpatie hiyo maongeo yote. Wewe uliyasikia, lakini pelekea Mungu. Mwambie Mwathani nĩ ũraiguire ũrĩa maraugire atĩ gũkũ kwang'ania gũtihikagwo magatũria ihiko. Nĩ ũraiguire ũrĩa maraugire. Unaiacha kwa Mungu na wewe unaenda shughuli zako. Praise the name of the living God. There is those key principles. Ndivyo uweze kuomba, ama ndivyo uweze kupigana na hiyo maneno. There is those key principles ambazo zinaweza kukusaidia. You have to guard your own heart. Ngoro yaku ndukarekage itubage tu, atĩ waigua kaũndũ nĩ ũrerirwo, waigua kaũndũ nĩ ũraigĩrĩirwo, wĩho. Tondũ maandĩko ma Ngai maugaga atĩrĩrĩ, you have to guard your heart. Menyagĩrĩra ngoro yaku. Kwa hivyo ndivyo yale maneno yasikaweze kukushika, kwa sababu yakikushika uiname moyo, uanze kujinenea vile walikuwa wanakunena, uanze kujinenea kushindwa vile walianza. Hiyo maneno itaweza ikakushinda, hiyo maneno itaweza kukutawala. Lakini wakati utaweza kuguard your heart, kuguard moyo wako, kulinda, guarding ni ulinde moyo. Praise the name of the living God. Wakati umesikia maovu yamenenwa kwa sababu ya ndoa yako, wewe kitu ya kwanza ni ulinde moyo wako. Ndivyo usiende ukisema si unasikia vile waliniambia, nikianguka ninajua ni mdomo ya fulani ilisema, nikikosa biashara yangu ikikosa hapana. Linda moyo wako. Useme icio ndio ciurairaga hapa ng'ombe no nginya irenywa maji. Unalinda, unakuwa mtu mwenye courage, mtu mwenye ujasiri. Wacha tuone katika Proverb 4:23
Proverbs 4:23 inasema ya kwamba menyerera muno mathugunda ma ngoro yaku, amu mathugunda mau nimo mathondekaga muturire waku. Koguo mathugunda maku, na ndiposa tunaambiwa wimenyerere kwaga kwaria ndeto hotomu, ona mo maheni ni mehere hariwe. Thimoinya 23-24. Kwa sababu gani? Kuna wakati mwingine unakuta ati uria rahotomio ni thu, nawe wathi ukehotomia biu ukenina. Wakati wananena kushindwa kwako, wewe nena kushinda. Wakati wananena kuisha kwako, wewe nena kuishi. Praise the name of the living God. There is this walking in integrity. Walking in integrity ni kuishi katika maisha ya good morals or good behaviors. Wewe ukuwe mtu wa tabia nzuri, ndivyo uweze kushinda yale maneno hata wakirusha, kwa sababu wewe hauna hiyo, wakikurushia inarudi kwao. Praise the name of the living God. So you have to live in an integrity life. Praise the name of the living God. Utaishi maisha yako na tabia nzuri ambazo ni za kupendeza, hata wakinena maovu hayatakufikia, sababu tabia zako ni njema. Praise the name of the living God. Wacha tuone katika 1 Peter 3:16. First Peter 3:16 inasema ya kwamba na mwekage uguo no horeri na githio, ikaragai mwena thamiri itare no cuke, nigetha riria mwarumwo ni andu aria mari mucambagia ni tondu muri arumiriri a Kristo magaconoragwo ni miario yao. Hiyo tulikuwa tumesoma Ephesians 4:29. Ephesians 4:29 inasema ya kwamba tigai kwaragia miario miuru, aragiai o iria miega ya guthondeka na ya guteithĩrĩria, nigetha andu aria mekuigua mukiaria makagunĩka. Praise the name of the living God. Kwa sababu wakati Roho wa Mungu aliwekwa ndani yetu, tujinenee kushindwa. Na alisema wale wako maskini watabiri waseme ni matajiri, wale walio wagonjwa waseme wamepona, wale walioanguka waseme wamesimama. Na sisi tukiona ati tunaangushwa na maneno ya watu, maneno ya maadui, hata kabla watu waangushe watusukume, sisi tayari tumeanguka. Na ndiposa tunaambiwa katika hiyo Ephesians 4:30 ati tigai kuiguithia roho mutheru wa Ngai kieha. Roho cio niwe mwekirirwo eruri rwa kumenyithania nama ati muthenya ni ugakinya mukurwo. Koguo gikorwo kiaragiria ciugo njega ni ugukurwo kuma marana ma family, marana ma generation. Koguo muthenya ni ugukinya. O uria turaga winainagia, mimi naonaga wakati tulikuwa tunachoma makaa kwa visiki, tulikuwa tunachimba tunatingiza, tunachimba mpaka hizo visiki zianze kung'oka. Kwa hivyo kuna mahali utakuwa ukichimba, kila maneno iliyo neno kinyume na familia ya babangu ninayaondoa. Kila maneno unatupa, ndivyo uweze kung'oa kile kisiki ambacho kimeishi katika jina la Yesu, kile kimezuilia familia yenu, kile kimekuzuilia kwa miaka mingi. So you have to, usikuwe unakasirisha Roho wa Bwana wakati unasema mimi nimeshindwa, ama useme si isipokuwa ni baba yetu alitunenea haya, isipokuwa ni aunti yetu wakati alikuwa ametupea zile manguo na akasema hatutajisaidia, mimi ningekuwa bali sana wakati alitupea ile shamba na akasema tulime na tutakuwa tukipata tu chakula ya tumbo peke yake. Ni uko ukijinenea unasema hii tutalima tuweke kwa gara na tuuze na tubakishe ya kukula. Sasa unaenda ukichimbua yale maneno ya kushindwa, ukiyatupa, ukichimbua unatupa. Wakati huo utaweza kung'oa hicho kisiki kiliwekwa katika maisha yako. Kwa hivyo Roho wa Mungu huwa anakasirika wakati unajinenea kushindwa, wakati unajinenea kuanguka. Badala ujinenee kushinda, kusimama na kusimama imara na ushindi wa Yesu Kristo. Hiyo ingine principle, hiyo ingine resisting the accuser's word and himself, and he will free from you. Praise the name of the living God. Hayo maneno ya wanatunenea maovu
they are evil. And when it is evil, you have to flee away from evil, and the evil will flee away from you. Kwa sababu neno la Mungu linasema atitũrĩre mũcukani nake nĩegũtũrĩra. Koguo ciugo iria ũngĩciũrĩra, akorwo wĩragwo ndũgateithĩka, akorwo wĩragwo ndũngĩgĩa kĩna, huyo ona ndangĩteithia, huyo ona yani hiyo maneno unaiondokea, unasema mimi nitatajirika, mimi nitajisaidia na nisaidie jamii yetu. Yani wakati unajinenea mazuri, unatorokea those evil word ambayo ulinenewa. Unatorokea yale alinenewa watoto wako. Unasema watoto wangu hawatakuwa wajinga, hawatakuwa watoto wapuzi. Unaondokea hata ile ilinenewa mke wako ama mume wako. Unasema mume wangu hatakuwa hii, ndoa yangu haitakuwa hivi. Unaanza kutorokea hayo. Sababu neno la Mungu katika James 4:7. James 4:7. Acha tuisome tu. Jakubu 4:7. Inasema ya kwamba koguo kiheage Ngai gĩtĩo, reganagai na ngoma na nĩekũra amwehere. Koguo ciugo icio ciaragio njũru nĩ ngoma, they are evil. Icio ciaragio njũru, reganaga nacio. Wakati unasikia mtu anakunenea maovu, kataa hata kimoyo. Fika mahali unaambia Mungu, mimi nimekataa, mimi sio wa kushindwa, mimi sio wa kukopa, mimi sio hivyo. Unajinenea tu, mimi sio wa hii, mimi sio wa hivyo. Vile tu alisema huyu hawezi kujisaidia, unasema mimi nitajisaidia na nisaidie wengi. Nitasaidia mayatima na nisaidie wakuu na nisaidie wengi. So you have to flee from those evil ones, and they shall flee from you. You can also silence those words by renouncing them. Ukagarũra ciugo icio. Wakorwo warĩirio kũmwokerwo maũndũ marĩa wĩrĩtwo, mũkerwo ciana ciang'ania hacitingĩteithia. Cũcũ handũ fulani aririe, akĩaria na marakara, akiuga ciana ciang'ania tondũ citiandeheire kĩna, ona ciana ciang'ania wakwa nĩcio cindehagĩra, na ici citiandeheire kana citindehagĩra, akiuga nao you have to renounce those words. Unakanusha yale maneno. Kama alisema hamtawahi jisaidia ama hamtawahi pata mtu, mara mingi walikuwa anasema na kenda kona mundu wako mumba na thome. Na wewe unakanusha, unasema ni mali nyuma na thome kwa wingi. Cia kwa nginya ciene. Praise the name of the living God. The key steps are, yani njia zile unaweza pitia za kukanusha hayo maneno: recognizing and rejecting. When you want to recognize, ni ukiona kitu imejirudia mara 2 mara 3 katika familia ama katika jamii, you have to recognize one, na hii kitu vile inajirudia, kuna maneno ilineno. So when you recognize, utaweza kugeuza yale maneno iliyoneno. Ukiona tu msichana anafika mahali fulani anakataa shule, msichana wa anti fulani ambaye ameitwa hii jina amekataa, sasa uone wako ndio wako karibu kukataa shule, na akiolewa huwa anarudigi na watoto 3 4 katika familia ama jamii huko, unaambia Mungu nimekataa haya. So you have to recognize, ujue ni nini hii inatusumbua. Wakati umeijua ama umejua yale maneno yalinenwa, you have to identify those words spoken by others or yourself. Hata wewe kuna maneno labda ulijinenea tu ukiwa mdogo, na hujui hayo maneno ndio yameishi kukutawala. Kwa hivyo inafikaga mahali, kama ulikuwa umesema mimi sitaolewa, nipitie uchungu kama vile niliona fulani anapigangwa na mume wake, ifike mahali usikie uko karibu, unaona miaka inaenda, ukumbuke tu useme Mungu nisaidie tu nikumbuke. Kama ni nyanya alinena, kama ni ukirecognize tu, anza kukanusha. Kama ni wewe ulijinenea, unasema na nitaoleka kwa jina la Yesu. Vile maneno nilijifunga nayo, nimejifungua kwa jina la Yesu. Kama ni mtu alikunenea, yale maneno walioninenea, nimejifungua kutoka kwa hayo maneno. Nitaoleka na nitadumu kwa ndoa. Nitaweza kuishi miaka mingi. Vile walisema huyu hataishi miaka mingi ambaye anaitwa hili jina. Vile walisema huyu mwenye anaitwa hii jina ni lazima kwanza akunywe pombe. Ukatae useme na huyu hata kunywa pombe katika jina la Yesu. You renounce, consciously rejecting their influence. Hiyo nguvu ya hayo maneno unakaa ukiyakataa, unakaa ukiyarudia ukiyakataa. Ukikaa unakumbuka unayarudia na unakataa.
Yale maneno yalinenwa kinyume unayakanusha, unarudia kila saa na unayakata. Utakuta mtoto wako aliokoka. Utakuta mtoto wako hakukunywa pombe. Praise the name of the living God. You have even to break the agreement. Wakati unaomba, you have to say every agreement they made against my life, against this name, against my family. Kila sijui ni agano walioweka kinyume na watoto wangu, kinyume na ndoa yangu, nimeivunja kwa jina la Yesu. Wakati walinipea hii, wakaninenea haya, kama ilikuwa na agano, nimeivunja kwa jina la Yesu. Mungu wetu ako na nguvu. You have to declare verbally that you no longer agree with or accept the negative rebel or curses spoken against you. So you have to declare. You have not to agree their negative rebel or curses. Unasema hapana, nimekataa kwa jina la Yesu. Vile walisema huku hakutaweza kuingia gari, kama wale walikuwa wanasema na kwa huku gishuma kiria gikaigira kinene mwaka faidikirika na hurubaro. Gishuma kiria gikaigira mucio na gate area unakataa. Katika familia yenu unasema na hii bomba itaingia gari na haitaingia kagari, itaingia gari kubwa katika jina la Yesu. Hii bomba yetu ni mimi nitakuwa wa kwanza kuingia. Ukiingia kwa gate unaguruma, sababu kuna wakati niliwafundisha mambo ya kuomba na imani. Unaguruma tu wakati unaingia kwa gate na unasema ifunguliwe yote. Unaguruma ukiingia sababu uko na imani na hautakaa bila kupata hicho ulikuwa unatamani. Hiyo ingine, you have to forgive them and repent. Kama ni wewe ulikuwa umejinenea, you repent. Kama ni wao walikunenea, you forgive. Praise the name of the living God. Forgive those who spoke negative and repent for any negative word you have spoken against yourself. Kwa hivyo unakaa ukiona hili jambo nimekaa miaka mingi, labda kuna mahali ulijinenea na ikuwe huku jinenea direct. Kuna vile ulidivert maneno ukasema na hiyo maneno ikakuja na hiyo njia. Praise the name of the living God. Kuna mzazi huwa anasemaga, lakini si ati ninaingia kwa wazazi sana, lakini ninasema sababu wako na nguvu na wako na mamlaka. Wao ni miungu yetu wa pili. Kuna mzazi anasemaga, unasikia tu ameongea kama jokes. Anasema, leo huku ni kule mundu ukangurira kina. Leo huku mundu ni kule mundu ukigura gari huku. Ni kule mundu ukiaka nyumba yiga. Ugo mwaregire guthoma. Hiyo inakuwa the spoken word na inapigwa muhuri na yule muovu. Huwa anatumia hiyo ikiwa legal right. Praise the name of the living God. Wakati mnajaribu kuinuka tu, anasema huku gutiri mundu kauma. Ona tokoletie, ona itora kana tuike ona shipo kana muthuri wa itora. Akiangalia tabia za watoto wake, anapiga muhuri. Naye shetani anatumia hiyo legal right. Anasema mamua wakiungire. Huku gutikagia muthuri wa itora na gutikagia shipo. Huku gutikagia mundu gekona. Anatumia hiyo legal right kukufinyilia. So you have to renounce those words. Ukijua kuna vile mama aliongea ama baba ama shosho wa mtaa ama mtu fulani mlikuwa uhusiano, mlikuwa marafiki sana na akasema wacha tutamuona, ama mwajiri wako wakati ulitoka kwa hiyo kazi akakunenea maneno onama huko ucio ndangiteithika, ucio ndari handu hange angithia kinderie, kwa sababu kuna wenye wanasemaga hivyo, ucio ndari handu hange angithia kinderie, tetera wale kuona thiuruka cokyo haha. You have to renounce those words. You have first to forgive them. Kama kuna vile ulijinenea, you have first to repent. Unasema Mungu, ni mimi nilikosea, nilijinenea haya, na wewe ndiye umetuambia katika Yeremia ya kwamba unatuwazia mema, unatuwazia mambo mema na makuu, na mimi nikaenda kujinenea kushindwa. Nimetubu kwa sababu uliniambia ya kwamba kila mara huwa unanikumbuka wakati mzazi anazaa mtoto na anamtupa, wewe huwezi ukanisahau. Sababu anasema mzazi anaweza akazaa mtoto na amtupe, lakini yeye hawezi akasahau na sisi. Inafika mahali unajinenea tu. Unasema hivi pale yanga nieleta twali gani? Hivi pale yanga nieleta, ama wewe unajinenea tu. Praise the name of the living God. Hiyo ingine, replace with the truth. Yale maneno umenenewa, kama ulikuwa umeaccused ignorantly, umesengenywa ama umewekelewa kikitu tu. Kuna watu wanawekelewa kwa kitu. Mtu anawacha kibuyu yake hapo, inaibiwa na mwingine, lakini kwa sababu wewe ndiye umeonekana ukipita, unasema nao gangania woile
Iyo niyo mbali ile koragwo. Iyo ndungiga kindu kia mundu nja na matihetũke nakio. So hapa you have to replace with the truth. If your behaviors, if you are integrity, you have to stand and say, ithuĩ mbari ya ng'ania tutire ici. Ithuĩ tũtingĩiya kindu kia mundu. Na ithuĩ tũtikaiya, tũrathimagwo nĩ Ngai na you replace those words. Praise the name of the living God. You will counteract negative by speaking God promises. Maũndũ macio mũrarĩrio moru rĩ, umahũraga na kwaria kiugo kĩa Ngai, iciĩranĩro iria Ngai akwĩrĩire ciugo-inĩ ciake. Akorwo akwĩrĩire ati we wĩ mũrathime na gũtirĩ mũndũ ũngĩkũruma, rĩrĩa mathi gũkũruma ukauga niĩ ndĩ mũrathime, tondũ ũraugire Mwathani arĩa makanuma nĩ ũkamaruma, ũraugire arĩa makarũa naniĩ nĩ ũkarũa nao. So you have to counteract the negative word ambayo wamekunenea. Ukisikia tu akikunenea kushindwa, na wewe unanena kushinda. Unasema kwa sababu ya damu ya mwanao Yesu Kristo ulisema tutaweza kushinda. Wakisema wewe hauwezi, unasema kwa sababu neno lako linatuambia katika Luke 1:37 ya kwamba for with God nothing is impossible. Yote Baba yatawezekana. Vile walisema nikienda kuomba kazi sitapata, vile walisema nikitoka hii kazi nitazunguka alafu nirudi, sitarudi kwa sababu kwa nyumba ya Baba yangu kuna kila kitu. Philippians 4:13. Philippians 4:13 inasema ya kwamba nihotaga gwĩka maũndũ mothe na ũndũ wake ũrĩa ũheaga hinya. I can do all things through Christ who strengthens me. Wakati unaonekana ni kama huwezi, wewe unajinenea tu, ninaweza nikatenda yote kwa yule anayenipea nguvu. Ukiambiwa yule hawezi, kama ni mahali tu watu unaona tu wanakuonea tu, wewe ndiye hawezi, unajinenea. Yule ni yule tu ameanza biashara. Si wakina fulani walikuwa wameweka hapo kama one of a man ambaye alinivunja moyo mahali. Nikamwambia ninataka kuweka biashara ya manguo. Akaniambia hata ile duka ile imefungwa mlango. Ile ilikuwa imewekwa duka na nguo na akafunga. Yaani alinivunja moyo. Na wakati huo sikuwa nimeokoka vizuri. Nilikuwa nimeokoka ile ya kusema nimeokoka tu watu wajue nimeokoka. Lakini akanionyesha hata ile milango imefungwa mwenye alikuwa pale. So you have to say, si mimi ninakuja, ni Mungu ananifanyisha. I can do all things through Christ. Si mimi nitafanya hii biashara, ni Mungu ndani yangu atafanya hii biashara. Praise the name of the living God. There is something I want to kuwasaidia. Vile unaweza ukadeclare ile maneno, ukaweza kuifunja, renunciation, kuikanusha. You have to unaikanusha. In the name of Jesus, I break every curse and every negative word against me. So, kwa sababu Yesu alituambia katika John 9:15, alisema kaeni ndani yangu, nami nikae ndani yenu, na chochote mtakachoomba nitaweza kuwapatia. Kwa hivyo ukiwa ndani ya Yesu, mwambie tu, in the name of Jesus, nitaweza kuvunja laana zote za maneno yote yaliyonenwa kinyume nami katika jina la Yesu. You declare, I revoke and condemn every negative word I have spoken all over myself or my future. Unakanusha hata yale kwa jina la Yesu, yale ulijinenea. Kuna watu hata huwa kwa sababu ya vile maisha imewasonga, wanajineneanga, wanasema mimi ndikenda gukua nginyie miaka fulani. Na labda Mungu atakutumania tu, mtu atakuangalia tu kama katoto. Atakutumania tu watoto wako wakuwe wamebarikiwa, wakuwe wanafurahi wakileta watoto wao waone shushu yao, waone maito, wanakugeuza tu wanafurahi. Lakini wewe ndiye ulijinenea. Sasa inafika unakufa hata kabla ya kufika maito. Praise the name of the living God. So you have to renounce ile maneno ulijinenea, ukasema mimi ninaona ni kama siwezi. Mimi ninaona kwani ni akina nani wanabarikiwa wana magari, si kama mimi. Kuna wale. Lakini wewe ukirinao tu wale wanapewa magari tu, wanapewa tu kwa nguvu za Mungu, na wale wanapewa kwa nguvu za kishetani. Na mimi niko na Yesu wangu ambaye atanipea gari na anipea utajiri, ambaye atanipea hii
Yaani unaweza kupokea kwa nguvu za jina la Yesu. Ingine, you have to declare that I am not going under. I am going over in the name of Jesus. So wakati unaona ni kama ulinenewa, ni kama yale maneno yanaenda yakikufinyiria, unasema mimi I am not going, siendi chini, ninaenda juu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ukiweza tu kujua. Fasting result consistently meditate. Wakati wa kupata, nitasema ni majawabu ama ni nini? You have to consistently meditate positive life, affirming word, and surrounding your life with positive environment. Kwa hivyo utakuwa ukijiwekea uzingira wa maneno ambayo sio ya kushindwa, bali ni maneno ya kushinda na maneno ambayo ni mazuri katika jina la Yesu Kristo. Praise the name of the living God. Kile ninafurahia Mungu nikimalizia haya ni wakati Yesu alisema ati hakuna neno ambayo katurumo katii, sijui nitasema hivyo ama ya. Wacha tuone katika Matthew 5:18 nione kama ni hivyo. Kama ni yeye amesema you can do all things through Christ who strengthens you. Na wewe sasa uone ni kama umeshindwa. Oh Jesus. Anasema hakuna neno litakalopita. Inasema ya kwamba ngomwera atiri nama kinyagia riria thi na iguru igathira gutire kaundu ka o na kamwe ona kamwe ka watho gakeherio kinya maundu mothe mahinge. Ile ingine ya kitambo ilikuwa inasema gutire gatumu gatika na ka i. Ukisoma hiyo Matthew 5:18. Kwa hivyo kama amesema ni mimi nitakufanyia, na aseme ya kwamba kama mimi niko upande wako, ukiangalia Mathayo 8:31, if God is for us, who can be against us? Kama Mungu ako upande wetu, huyo mtu anaongea maneno kinyume nami ni nani? So you have to declare those words. Unauliza kama Mungu ako upande wangu. Praise the name of the living God. We have to take refuge in Jesus. Kwa sababu utavuna, na nitaisoma tu Galatians 6:7, na ndiposa ninashindaga nikisema Agalatia ndio ya mwisho. Ndivyo kile utajipandia. Kama kutoka siku ya leo utakuwa ukijipandia maneno mazuri. Galatians 6:7 inasema ya kwamba mutikehenie Ngai ndahenekaga, o mundu akagetha kiria handaga. Hiyo ndio mwisho wa neno la siku ya leo. Kama unajipandia mema katika ulimwengu wa kiroho, unapanga mema, unasema mimi nitafanikiwa.